Sasa tumeishia kwenye hizi errors, ambapo baada ya kukutana na hizi errors kama zilizokuwepo hapa, kuna errors zina majina hapa, ambapo kama kuna error ambayo imeandika hizi return value, kuna undeclared identifier. Kwa hiyo utaenda kufix error moja moja, ambapo hii ndio code aliyotupatia ChatGPT, ambapo direct utaenda kurudi kwenye ChatGPT app, ambapo ukisharudi kwenye ChatGPT app utaenda kumwambia kwamba afix error, ambapo utaichukua hii code hapa ambayo alokupatia, utachukua hii kodi ambayo alokupa hapa, then utaenda kwenye sehemu ya kuandika hapa, utapaste hii kodi, utapaste code, then hapa utamwambia afix, fix undeclared. Utaandika kila aina ya jina ya zile error hapa. Error ya kwanza ni undeclared, hiyo ilisema identifier. Hapa utamwambia hivi na hapa, then baada hapa utaenda kutuma hii ili kutengenezea kodi nyingine, ambapo hapa ataenda kutuletea hii hapa, direct atatupatia kodi hii hapa ambayo haina error, ambapo utaenda utaikopi kodi ya pili ambayo tupatia hapa, utaikopi hii, then utarudi huku. Ukisharudi huku utaenda utazifuta zile kodi za mwanzo zilizokuwepo huku kwenye MetaTrader 5, utazifuta, then utaenda kuweka kodi za pili ambazo alikwambia amefix. Then hapa ukishaweka kodi za pili utabonyeza tena neno compile. Baada ya kutengeneza compile, errors zitakuwepo hapa, lakini utakuta zimepungua, ambapo kama sasa hivi tukija kuangalia hapa, tunakuja kuona kitu kama hiki. Tunakuja kuona kuna 0 errors, kuna 2 warning ambayo ni hizi sijui MC EAC elapsed CPU, vitu kama hivyo. Ambapo sasa baada ya ukishakutana na kitu kama hichi hapa, itabidi tena urudi kule kule kwa ChatGPT, ambapo hapa return value hii hapa utaenda kucopy neno hili hapa ambalo unaandika hapa, sababu hapa errors zimeisha, lakini kuna hii return value of order send, ambapo utarudi tena huku kwenye ChatGPT, na hapa ndio kidogo huwa kuna process ndefu. Ukisharudi kwenye ChatGPT utapaste tena ile hii alokupa sasa hivi ile kodi, then hapa utamwambia tena fix return value and return value of order send, ya afu utamwambia warning, maana hii alitupa kama warning, sio error. Hapo ataenda kusubiri tutengenezee hapa, tuna atatuambiaje. Hapa ametugea kodi nyingine hapa, anasema do replace hapa, ambapo ni hii hapa. Naona amenipa kodi nusu hapa, lakini nitaenda kumwambia nipe full code. Na kwa wale ambao kidogo ChatGPT wanasumbua, nipende kuambia kwamba mara nyingi pendelea kutumia Gemini AI, kidogo huyo ndio yupo vizuri, na mara moja tu ana fix error zote. Lakini ChatGPT kidogo sometimes huwa ana make mistakes, kidogo huwa anasumbua kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kama mtu kidogo una haraka, ni vizuri kutumia Gemini AI, ndio yupo vizuri, ambaye ni wa Google. Tutakuja hapa tutaikopi, then direct tutarudi tena huku, tutaenda tutaifuta hii ya kwanza, then tutapaste hii ya pili, ambapo tena tutabonyeza compile. Ukibonyeza compile hapa, tukiangalia huku chini sasa hivi hapa inasema hamna hapa sasa hivi tukiangalia haisemi kwamba kuna error yoyote, ambao kumeandika 0 errors na 0 warnings, ambapo baada ya kubonyeza sasa neno compile, ambapo hapa ina maana tayari hamna error yoyote. Utakuja huku juu kama ninavyoona, utakuja huku juu hapa na utaenda ku start hapo, ambapo utaenda kuistart robot yako ili ipate kuanza kufanya kazi, ambapo utabonyeza button hii hapa ya kijani.
Hapa itakuja kama hivi, na hapa itakuja jina la hiyo robot. Hapa ina trade USD 1 hour vovote ya, then hapo utaenda kwenye okay, tenda kwenye okay, then hapa masuala ya update ya hii haitokuletea, lakini hapa kidogo ni deni update. Then baada ya hapa, ili kujua kama tayari imeshakaa, utaenda kuangalia juu upande wa kulia huku, ambapo juu upande wa kulia utaona kuna neno sample, ambao ni jina la yule robot, na utaona kuna kama hichi kikofia hapa, ambapo vile vya graduates. Ukishaona kitu kama hiki hapa, jua basi tayari robot wako hapa tayari ameshakaa. Lakini uko haujakiona hichi, basi hapo tambua bado robot wako hajakaa. Then baada ya kuona kitu kama hichi hapa, utaenda kwenye hii algo trading. Mara nyingi imekaa kama button ya pause hapa, itabidi uiwashe hii button ya hapa, I hope unaiona. Itabidi uiwashe hii option ya hapa algo trading. Baada ya kuwasha hivyo utaacha, na ndio robot hapa ataenda kutafuta entry mwenyewe, na baada ya kupata entry ataweka orders mwenyewe na ata close orders mwenyewe. Kwa hiyo make sure unaweka hiki kitu, unafuatilia vizuri, itakusaidia sana, itakusaidia sana. Lakini pia nipende kuambia kwamba kuna kitu kinajulikana kama VPS. Sasa kwenye ile VPS ni mfumo ambao inafanya robot wako awe active masaa 24. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa hapa ikitokea umezima PC au PC ilizima au mtandao umecheza kwenye PC, robot haitaendelea kufanya kazi, ambapo itaanza upya. Yani itakuwepo kweli kwenye PC, lakini kutafuta entry haitutafuta mpaka PC iwe on. Sasa make sure unaenda kuunganisha na VPS, ambapo VPS kuna brokers wengi wanazo. Kama haujui nao jinsi ya kuunganisha, utanitafuta WhatsApp na nitakupa maelekezo jinsi gani ya kuunganisha au nikuunganishie. Thank you.